Yes, nadhani sio mara moja, ni mara nyingi unaweza ukakuta uliwahi kwenda mgahawani au sehemu yoyote kupata chakula, na pia huenda uliona mtu pia akiwa amepata chakula. Uliona au ulikwenda nyumbani au kwa rafiki yako, na ghafla ukiwa pale alifuata au alikufuata mnyama ambaye anaitwa paka. Sasa in spiritual thing, ngoja nikusanue kitu kimoja. Ukimwona paka amekufuata sehemu yote ambayo ulikuwa umekaa au ulikuwa umekwenda, haimaanishi maana nzuri ki spiritual, kwa sababu kuna mtu anaweza akasema mimi napenda sana wanyama, au amenifuata kwa sababu labda mimi nina roho ya kupenda wanyama. Hapana, ile ni bad spiritual. Ina maana kwamba una bad spirit au una bad energy. Sasa bad energy inakuwa attracted na mtu ambaye ana hizo spirits ambazo ni bad energies. Sasa ukiwa umecontain ile, sasa ukienda pale, yule mnyama au paka anaweza kuidentify, kwa sababu hata ukiangalia kwenye stories za zamani, kuna hawa Egyptian Ancients walikuwa wanawatumia sana hawa wanyama kuwaekea zile bad energies. Walikuwa wanashare nao zile bad energies, walikuwa wanawaachia zile bad energies. Sasa ukiangalia hata sasa hivi, hizi bad energies zinakuwa attracted na baadhi ya wanyama, ikiwemo pia paka kama nilivyosema. Sasa ukiona amekufuata pale, ujue kabisa kwamba una bad energy. Sasa na mimi, kwa sababu sio mwalimu au mtaalamu sana wa hizi issues za spiritual, nitapenda tu labda siku nikipata tu nafasi ya kushare na wewe, nitashare na wewe kuhusu how una uwezo wa kuiremove kitu cha namna hiyo. Sasa kwa sababu kuiremove pia ni process, lazima pia nitakuja kuwaelewesha vizuri, kwa sababu mimi pia lazima nijifunze and then nije nishare na nyinyi. Kwa leo nilikuwa na hicho kidogo tu. Asante kwa kuitazama Samalen TV. Tafadhali subscribe, like, comment, lakini pia usisahau kushare, kwa sababu tunasanua na mengi ya kiteknolojia na ya kidunia. Asante sana. In ancient Egyptian mythology, cats were considered sacred, embodying divine energy and bringing good fortune, as they were believed to be vessels for gods like the goddess Bastet.